Kuna ndoto zingine unaweza ukaota kuwa mtu anamshika mwanao labda sehemu za siri. Yaani unaota mtu anamshika mwanao sehemu za siri. Alafu ni kwenye ndoto hapo mtu anamshika mwanao sehemu za siri. Na asilimia kubwa ndoto hii inakuwa ina maana nyingi, na ina maana moja, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Kuna maana ya kimwili, alafu kuna maana ya kiroho. Katika ndoto hii kuna maana kuu mbili, kuna maana ya kimwili na maana ya kiroho. Kwamba unaota usiku umelala, lakini katika kulala kwako unahisi unahisi unaota mwanao kuna mtu anamgusa au anamshika sehemu zake za siri. Mwanao awe ni wa kike au ni wa kiume, na anayemgusa katika ndoto umemwona labda mwanao ni wa kike kaguswa na mwanamume, au mwanao ni wa kiume kaguswa na mwanamke, au mwanao ni wa kike kaguswa na mwanamke, au ni ndoto hii kumwota mwanao anaguswa sehemu za siri usiku ina maana kubwa sana. Maana ya kwanza sasa tunaanza. Kuna maana 3 mpaka 4. Alafu katika maana hizo kuna maana ya kiroho, alafu na maana ya kimwili. Kwa sababu katika ndoto kuna maana mbili, kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo tunaanza maana ya kwanza. Kama unaota mtu anamshika mwanao sehemu za siri, hiyo ni ndoto ambayo Mungu anakufunulia kukupa taarifa. Mungu anakufunulia au anakupa nini? Taarifa. Mara nyingi ukiota ndoto kama hiyo inakuonyesha watoto wako au katika jamii yako kuna watoto wanaofanyiwa vitendo vya ngono. Yaani ukiota hiyo ndoto ujue katika jamii au upande wa watoto wako au upande wa majirani, kulingana na ndoto uliota ni location yake iko wapi, ni ina maana ni kuna baadhi ya watu wanawafanyia watoto au vitendo vya nini? Vya ngono. Au kuna mpango ambao unatarajiwa kufanyika, mpango wa uchafuzi kwa watoto wadogo, au mpango wa uchafuzi kwa watu wa eneo husika ambalo umefanyaje? Umeliota. Yaani hiyo ni spirit ambayo inatenda kazi katika ulimwengu wa roho wa eneo hilo husika, au ndani ya hao watoto uliowafanyaje? Uliowaota. Kwa hiyo ni roho ambayo inatenda kazi ndani katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Maana nyingine ni kwamba mtu anafanya uchawi juu ya maisha ya wanao. Kuna mtu anafanya uchawi juu ya maisha ya wanao. Uchawi manake ni mazingara ombwe. Mazingara ombwe manake ni vinimacho vya sirini ambavyo vinafanyika sirini, vitu ambavyo wao vijui vinakuwa kuaje mpaka vimetokea vile. Hii ni vita ya kiroho. Hii ni vita ya kiroho ambayo inakuwa inaelezea kuhusiana moja kwa moja na masuala mazima ya kiroho katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Yaani wanapokuwa wako boarding, ina maana wapo katika mazingira tofauti na mazingira ya nyumbani. Kama wapo tofauti na mazingira ya nyumbani, ina maana asilimia kubwa uangalizi kwa wazazi kwa watoto unakuwa sio mkubwa sana. Wanakuwa na sio mbaya mtoto kumpeleka boarding, ila unatakiwa mpeleke boarding mtoto kimwili, alafu mpeleke boarding kiroho. Katika ulimwengu wa roho hakikisha unatengeneza mazingira ya kumkava, ya kumlinda, ya kumuombea, ya kumtolea sadaka, ya kuhakikisha unamuombea mwana kusudi aweze kuepukana na mazingira yale hatarishi katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Na hata watoto ambao wako nyumbani wanasoma day, kila siku wanaenda shuleni na kurudi, ni sawa, tunatakiwa tuwaombee, lakini sana hakikisha unafanya maombi juu ya uzao wako. Hakikisha unaombea tumbo lako. Hakikisha unaombea uzao wako ili kusudi hizi roho zisije zikapata kizazi chako. Maana hizi ni roho zifuatiliazo. Kama zinafuatilia basi huenda zikaleta madhara baadaye kwa watoto
Mtoto unaweza kumuona sasa hivi yuko vizuri, sasa hivi yuko salama, lakini baada ya miaka kadhaa, miaka 5, miaka 6, miaka 7, unajiuliza, hivi huyu mwanangu hii tabia ameitoa wapi? Mbona hakuwa nayo tangia zamani? Na unajikuta ni siku moja ulishaye kuoneshwa na Mungu kwenye ndoto, au ulishaye kuota lakini ukapuuzia, ukaona mimi niko busy kutafuta hela kwa ajili ya kumgaramia mwanangu, kuwagaramia wanangu. Ni sawa, tunatakiwa tutafute hela, lakini je, kiroho watoto unawalinda? Maana ya tatu, maana yake ni kwamba mtu anafanya uharibifu juu ya vyanzo vya mafanikio yako. Hiyo ni maana ya tatu. Kuna ya kwanza nimekuelezea, na hii hapa na ya pili nimekuelezea, na hii ni ya tatu. Maana ya tatu ni mtu anafanya uharibifu juu yako. Kuna watu kazi zao ni kufanya uharibifu juu ya chanzo cha mafanikio ya mtu mwingine. Mfano, unaweza kujikuta mtu anaanzisha kitu, biashara, lakini biashara hiyo inaishia katikati, inakufa. Unatafuta hela sehemu nyingine, unawekeza, lakini katika kuwekeza kwake vile vile inakufa. Unakopa tena, unawekeza, ukiwekeza biashara tena inafanyaje? Inakufa. Kwa hiyo na asilimia kubwa Mungu anakuwa kashaongea na wewe katika mazingira tofauti tofauti. Huenda kwenye ndoto, au huenda kwenye kwa watu, au huenda kwa kusikia sauti ya Mungu, lakini asilimia kubwa sisi tunakuwa tunapuuzia. Kwa hiyo ukiota ndoto hiyo, ujue kuna mtu au kuna kikundi cha watu au kuna vitu ambavyo havipo sawa vinaleta uharibifu juu ya vyanzo vya mapato yako au mafanikio yako, kulingana na kile kitu ambacho wewe unakifanya. Kumbuka, mtoto ni pato lako katika uzao wako. Mtoto ni pato lako katika uzao wako. Kwa hiyo kuna aina mbili. Kuna mtoto walisia, alafu kuna mtoto ambao ni kitu chako unachokizalisha wewe, ambacho ni kitu chako ulichokianzisha wewe, ambacho ni kitu chako ambacho wewe unakitegemea katika kuendeleza. Ile ni mtoto unakihudumia. Kama ni biashara, ni mtoto unamhudumia. Kama ni kazi, hiyo ni mtoto ambaye unamhudumia, ili kusudi chanzo chochote cha maendeleo yako ni chanzo ambacho ni mtoto ambaye wewe anakulea au wewe unamlea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa katika asilimia hizo, katika ndoto hiyo unatakiwa kwanza ufanye maombi. Ufanye maombi. Fanya maombi ya kutosha kwa siku kadhaa, hasa ndani ya siku 3. Hii ndoto hii kuahirisha, lazima uhakikishe unafanya kwanza maombi ndani ya siku 3. Yaani siku 3 ukifanya maombi katika ndoto hii, ukiomba kupangua mipango yote. Omba maombi yale ya kupangua mipango yote ya giza, mipango yote ya shetani, mipango yote ya wachawi, mipango yote ya mizimu, mipango yote ya wakuu wa anga, wakuu wa giza wote, malkia wa mbingu. Unatakiwa uombe maombi ya kupangua. Upangue mipango yao walioipanga juu ya maisha yako. Pangua mipango yao walioipanga juu ya uzao wako. Pangua, kwa sababu ulimwengu wa roho unapanga matukio ambayo yanatakiwa yawatokee watu. Ulimwengu wa roho unapanga vitu ambavyo vinatakiwa viwatokee watu. Sasa kama wanapanga, alafu wakakuta wewe mzazi mwanao kiroho hujampangia kitu, utapangiwa wewe mtoto wako wafanywe nini, waishi vipi, waenende vipi, wakae katika mazingira gani. Sisi wazazi wanatakiwa, na sisi ulimwengu wa roho, tuweke mipango
kwa ajili ya watoto wetu kimungu, kimbingu. Usiweke mipango ya kimwili tu, sawa, weka ya kimwili, alafu hakikisha unaweka na ya kimbingu. Mtoto wako na mweka kwenye madhabahu ya kimbingu. Zingatia watoto kwenda kwenye ibada. Zingatia kufuatilia mtoto, je, anafanya ibada? Zingatia wewe mzazi unawaombea watoto wako. Wewe mzazi unawatolea watoto wako sadaka kwa ajili ya ulinzi. Wewe mzazi unafanya kitu gani? Je, unawekeza vipi kiroho kwa watoto? Wazazi wengi tunawekeza kwenye elimu. Sio mbaya, elimu ni nzuri, elimu ni bora, elimu ni sahihi, elimu inasaidia. Hata Biblia inasema usiache elimu ikaondoka, ishike sana elimu. Elimu ni sahihi, na kiroho vile vile unatakiwa uwekeze. Sio nakimbilia kwenye elimu tu. Wekeza kwenye elimu na rohoni wekeza, kwa sababu ndiko kunakotoka chemichemi za uzima. Rohoni ndipo kunapotoka chemichemi za nini? Za uzima. Ukiweka elimu afu ukaweka na chemichemi za uzima zikaunganika, hapo unapata kitu cha ulimwengu wa roho ambacho kitokea ulimwengu wa mwili inakuwa ni kitu kizuri na kinaleta mantiki katika jamii. Hujawahi kuona katika maisha mtoto kasoma amemaliza PhD, lakini ukimwangalia kama sio mtu wa PhD? Kasoma kamaliza mpaka PhD, mpaka huko mbele kasoma kafika, lakini ukimwangalia, ukikaa naye hivi kuongea naye, sio mtu wa PhD. Tatizo linakuwa lipo rohoni. Au anaenda kutafuta kazi mwisho wa siku kazi haipatikani. Mwaka wa kwanza hamna kazi, mwaka wa pili hamna kazi, mwaka wa tatu hamna kazi, mwaka wa 4 hamna kazi, mwaka wa 5 hamna kazi, mwaka wa 6 hamna kazi. Yupo nyumbani. Ni nini hicho? Au je, kuona mtoto unampeleka kusomea kitu ambacho sio chake? Yaani Mungu kamuumba, kuna kitu chake Mungu alichompa ili kusudi kimwezeshe akiwa hapa duniani, lakini unakuta mzazi anampeleka mtoto kusomea kitu ambacho sio chake mtoto. Kwa mtoto unampishanisha na baraka zake. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hujawekeza kwa Mungu kwa mtoto. Umewekeza kidunia, umewekeza kimwili. Lakini ukiwekeza kiroho, Mungu atakwambia mtoto huyu mpeleke shule fulani, mtoto huyu asomee kitu fulani, mtoto huyu aweze kusimama katika hali fulani. Ndipo hapo unapopata mafanikio ya mtoto. Sasa sisi asilimia kubwa tunakuja kulalamika kwamba watoto wangu wamelogwa, watoto wangu wamechezewa, watoto wangu wana shida. Kumbe hawajalogwa. Mchawi wa kwanza ni mzazi. Mzazi ndio mchawi wa kwanza, ambaye yeye mzazi akusimama kwenye nafasi yake kiroho. Alisimama kimwili kwenye nafasi yake na kweli amefanya vizuri mtoto, lakini kiroho mzazi hakusimama vizuri kwa mtoto. Unajikuta mtoto anaenda kusoma kitu ambacho sio chake. Mtoto anaenda kusomea kitu ambacho sio chake. Mtoto anaenda kusoma kitu ambacho amepanga mzazi. Sio Mungu kampangia mtoto kumpa mzazi ampeleke, mzazi kapanga ndio anampangia mtoto asome. Baada ya mzazi aende kwa Mungu amuulize, mwanangu asomee kitu gani ambacho Mungu alichomuumbia hapa duniani akikufanya. Mzazi anaenda kumpeleka mtoto kwa kupanga yeye kwamba wewe unatakiwa mwanajeshi, anampeleka jeshi. Wewe unatakiwa uwe rubani, anampeleka urubani. Wewe unatakiwa uwe mwanasheria, anampeleka kwenye wanasheria. Wewe unatakiwa uwe dokta, anampeleka kwenye udokta. Wewe unatakiwa labda uwe nesi, anampeleka kwenye unesi. Anampeleka yeye tu, anamwambia wewe unatakiwa uwe nesi, unatakiwa uwe nesi. Mzazi ndiye anasema unatakiwa uwe nesi, unatakiwa uwe dokta. Kumbe mzazi unatakiwa uwe kwa Mungu 100%. Uwekeze mtoto kwa Mungu 100%. Ndipo pale utakapokuwa umepata mwelekeo sahihi wa mtoto. Sasa hivi ndio maana kuna watoto wengine wapo, vijana wapo mtaani, wapo. Kwani Mungu kakuumba usome uwepo ukae tu mtaani? Mungu kakuumba wewe usome ulale tu ndani?
Unalala ndani, unaamka unakula. Mungu akumba wewe hivyo? Au umesoma ili kusudi uje kukaa tena kumtesa mzazi? Manake kusoma maana yake ukimaliza connection kazini. Sasa unasoma, unamaliza, mzazi kaangaika kutoa ada kufanya nini na nini, hamna kitu. Kwa hiyo ndoto hiyo, mtoto mzazi, mtoto wako wanachezewa, ujue ni michezo ambayo inaanzia rohoni kuvuruga mipango mizima ya mafanikio ya nani? Ya mtoto katika maisha yake. Simama katika maombi, simama katika kuomba, itia jina la Bwana katika uzao wako, itia jina la Bwana katika maisha ya watoto wako, ili Mungu aweze kuwalinda na kuwaongoza katika hatua zao zote za maisha yao. Na zingatia katika swala zima la kutoa sadaka kwa ajili ya uzao wako. Wazee zamani walikuwa wanatoa sadaka zao kwenye miungu. Wazee zamani walikuwa wanatoa sadaka zao kwenye mizimu na kulinda kizazi kile ambacho wenyewe walikuwa wanacho kwa kipindi hicho. Sasa hivi sisi wale hawapo tena. Sasa wewe unatoa wapi sadaka kwa ajili ya mwanao? Tafuta madhabahu ambayo ipo sahihi kwa ajili yako. Elekeza sadaka yako ya ulinzi kwa watoto. Elekeza sadaka yako ya uzao kwa watoto. Elekeza sadaka yako ya mafanikio kwa watoto wako. Mungu akuongoze, akujalie, akupe majibu sahihi ili kusudi uweze kufanikiwa.